kwa kweli. Maisha ni maisha tu. Ai jamani. Niye Bwana Masubuko. God have mercy upon nini nilichokifanya Maulana? Maisha imekuwa tu ni adimu kwangu. Si watoto, si mama. Sasa Maulana ndio nashukuru umenibariki na watoto. Nina wanangu wawili na wapenda. Nina Eriko Masubuko na Kevino Masubuko. Wanangu na wapenda. Lakini hawashi vituko. Kiasi ya kwamba ai jamani. Naweza Mungu wabariki vijana wangu wakati nawaongelelea ili hali huku nafanya kazi manake hii ni kazi yao ya kesho ya ziada. Sasa kuna watu na viatu. Lakini hawa vijana wangu pia wanahesabika kwa kiasi ya watu. Wangu si viatu ni watu. Ijapokuwa sasa kama ile tabia iko na Eriko jamani. Kusaa siku baya. Lakini ai jamani, Eriko. Hiyo ni kama tu nilibadilishiwa. Hiyo tabia zake. Tuseme labda ni sababu yake, lakini Kevino ana tabia. Yeye ni mtoto kueleweka. Lakini Kevino atakuwa na tabia ya mamake. Na hiyo tu ama kwa watu wao, lakini tutakuja kuchunguza. Wewe Mungu bariki wanangu tu popote wale pale walipo. Japokuwa wamesoma hata kama hawana kazi. Nikiwaambia tu nikuja niwafundishe hii kazi yenye nafanya hapa hivi at least tupate posho, wanakuwa wagumu. Sasa Maulana, hifadhi familia yangu. Nipe ukakamavu wa kuelewesha hawa vijana. Waelewe maisha tu si kukaa tu na kukula. Maisha inabidi mtu anatafanya bidii kidogo. Bwana Masubuko amebarikiwa na Mungu. Juu ukipewa tu vijana wawili kama hawagu, sasa ni kitu gani kingine unataka? Wewe kaa jioni kwanza uletewe vituko na vijana. Lakini Eriko nitamchunguza. Na mwenendo wake wenye haunipeleki vizuri. Kuna pale Eriko hainibaki. Hiyo iko sawa, hii nyingine iko sawa. Aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Eriko, mzae. umetoka wapi? Nilikuwa nimetoka tu hapo kando na penye nilikuwa nimeenda hapo sasa nimefika. Umekuja na nini? Hakuna. Uliacha nini pia kukula? Aujourd'hui sawa, sikatai kutembea ni vizuri mwanangu. Sasa Sebuza ukuje hapa kwa boma unisaidie kufanya kazi. Unatoka tu unaenda tu kubugua huko mkazi na vijana sijui mnaenda kusiji. Unaenda ile kitu inaitwa nini? Ile kitu mnafanyaga hivi inaitwa nini? Ile mesa mnacheza inaitwa nini? Kucheza pool sichezangi pool. Inaitwa poro. Pool table. Oh, mcheza ujinga. Full. Hiyo unajua sasa inakula wanaume kwa hapa mtaani hasa na mimi. Na sasa badala angalia. Sasa hizi vitu zinafaa kuudwa. Unaona kama hii ungekuwa umekata hapa hivi. Unajua hiyo vipa inakuza. Unaona baba mwanangu? Hii kazi inafaa kufanywa. Kama hizi nilicha kuonyesha design ya kulainisha. Lakini mradi tu nikikwambia uende ama nikikwambia uende ufanye kazi wewe utaki. Yako ni kutoka tu kiguna jia. Sasa hii juzi nimeona ulikuwa unaunda. Na sasa nimeunda kimalaika ama kibinadamu. Kama ningekuwa malaika sawa singeuda, lakini wewe mwanangu uko hapa kwa boma, hausaidii chochote. Faida yako ni gani? Sasa unajua mzae mimi ni kijana wako sasa na wewe unanikuona unanipokea kila siku sasa. Masubuko acha nikwambie. Mimi sipendangi hiyo magari. Masubuko acha nikwambie. Diposa tufike hapa hivi. Hatufanyi jambo la leo. Wala hatufanyi lenye hatupandi chenye tutafuna jioni. Maisha ni uzingatifu. Yaani unaanza Hebu hizo vitu kwa masikio kwanza. Kwa sababu unajiongelesha hapa. Toa hizo vitu kwa masikio mwanangu. Toa hizo usikii. Na kabisa najua. Nakwambia toa hizo vitu kwa masikio ili hali niongee na wewe. Aziongei? Toa. Wewe si mwanamke ukavaa vipuli mbele ya babako. Hiyo ni ukosefu wa nidhamu. Kweli kabisa mzee Masubuko ni. Acha basi nitoe moja haya. Nakusikia. Mwanangu naomba toa hizo vitu tuongee. Sasa na sasa unanyima vijana starehe zao. Starehe si hapa. Starehe ni huko nje. Hapa ni kwa boma ya Masubuko na hapa Masubuko mpaka mtafanya venye baba yenu asema. Sasa nasema hivi. Una mapi?
Sasa niko na wapi Nini? God have mercy upon us. Huku mtaani kuna nini? Hebu sema nasikiza. Kuna majaribu. Majaribu. Unaona huyo msichana wa kwanza hapa? Mgani leo? Huyo Wamboi. Wamboi amefanya nini? Ana nini Wamboi? Unamjua? Wamboi wa nani? Wamboi ana nini hapa? Huyo Wamboi wakina kuna mzee anakuanga hapa huyu mzee mwenye kitubo kikubwa ule. Yule mwenye kitambi. Au mzee kitambi? Mwanae namuona huyo Wamboi. Amefanya nini? Ameenda chuo. Ameenda chuo kikuu. Ameenda chuo wapi? Amehitimu. Ni kama anakuwa na sifa fulani huko mtaani. Kipa kiasi ujue yeye ni malaya mwanangu. Sasa malaya imeingilia wapi? Sasa unajua sana unakuta ananifuata. Akinifuata na mimi najifanya kama simtaki. Kwani nakuulizaje? Umekuwa nyuki? Ama yeye ni asali? Umekuwa asali kama yeye amekuwa nyuki anakufuata? Sasa haizi kama nyumba kubwa. Lazima afuate mwanaume amwambie kwamba sasa alipokufuata kitu kilitokea. Sasa kuja kuniambia eti niko na mimba yangu. Sasa si ni vizuri. Kani mimba tu. Wewe ako na mimba yako. Wewe unachukua huyu mwiba, mpelekee. Mwambie akudunge. Sasa huyo mzee wake sasa huyu mwiba na wewe umpelekee mwambie akudunge. Wewe ulimdunga mimba. Eti anasema nimemdunga mimba. Ati sasa si mimba tuko na mingi mwanangu. Hiyo ni kidogo ulimdunga na mimba ina gani? Sasa huyo babake nimesikia huko mzani anasema eti nitachukuliwa sheria kwa mwenyekiti wa kijiji. Kwa kudunga mimba tu? Sasa sina mtu ni mwanafunzi. Hebu kuja tena. Unasema ni mjamzito. Wewe na wewe ungeuka sana lugha ya kueleweka. Sasa ukiniambia ulimdunga mimba na kitu ulimdunga mimba ya mguu, mimba ya kisigino. Hapana, kuna ujauzito basi umeelewa? Na ujauzito. Sasa ni wa shule ule wa boy nafahamu. Lakini ni wa boy peke yake ama kuna mwingine? Kuna mwingine hapa chini anasema tena. Sasa una hakika nikipiga mgani? Anaitwa Neri. Unajua mzee huwezi kuwajua juu. Hata sina haja na kujua. Au fahamu sitaki. Nataka kitu kimoja tu. Kati ya hao, wanake ni wengi unapitia. Yaani wengi, tuseme ni wengi tu kama wananisingizia hii mtaa yote. Pia mimi wakati nilikuja nipate mamako. Nikuwe na mamako. Walikuwa hivyo. Walikuwa wengi. Wanabichania. Sasa si ajabu ugali inatoka kwa uga. Uga ndio kuwa na ugali. Sasa si wewe ni ugali yangu. Ndio. Kwani Masubuko na baba Masubuko tofauti ni gani? Hakuna tofauti hapo. Kwa hivyo mwanangu acha nikwambie, tia shime. Kwanza kuna msichana mmoja tu najua ukimpata huyo mimi nitafurahi. Si ni kwa duka tu. Unasema ni kwa dunga. Ni mgani wewe unasema? Yule wa chifu anapala, yule wa chifu. Unajua chifu ako na mali. Na karako yake huko. Mwanangu tupata huyo wa chifu acha nikwambie. Sikia. Zaila. Sijui nitakushikia nini. Ndakupa roho, ndakunywa mkono roho mkujuvu. Niseme mwanangu, kawini. Mwanangu kawini. Sasa mbona pata huyo mtoto wa chifu. Na mbona nasikia eti anatakanga do. Sababu mbona ndo na nini? Okay. Hiyo ni kiburi. Mwanangu venye nimewazaa, mna umbo langu, mna umbo safi, mna umbo la kutamanika na wanawake. Kiasi ya kwamba cha nikwambie mwanangu, hatuna masomo. Kabisa, na kama tuna masomo haina kazi. Na kama mna masomo haiwasaidii. Sasa umbo lenu, sura zenu zenye tuliwazana mama yenu zinafaa kuwapigania na kuweza kuchika yule mwanamke tu hata. Lakini ndugu yako kidogo ana kasoro. Kasoro gani tena? Yeye hataki mambo na wanawake. Hataki mambo na wanawake. Na mimi umuuliza kama si mimi na mama yake tukapatana, angetoka wapi? Unaniona mwanangu? Sasa nataka uweke bidii. Hao wazee wakija nitawaongelesha. Sasa shida utakuja na hatua mingi. Haina shida. Wakija na hatua mingi nitafupisha hatua zao. Wewe unajua tunaka nafupisha hatua zao mwanangu. Nafupisha hatua zao ndiko hapa. Adamu hakuwekwa peke yake, kawekwa na Eva. Na wewe mwanangu, wewe ni kioo kwa macho ya wale wanawake. Wale wadada wakikupenda, nani atakasirika? Tutaraumu nani? Kwani mapenzi upiganiwa? Mapenzi haina vita wala fujo.
Hivi wanasemanga eti ukitembea na mtoto wa shule eti unafungwa miaka 40. Ni kweli? Mtoto wa shule unaweza tembea naye kwa barabara, lakini si mambo na God have mercy upon us. kumpeleka kwa kitanda hiyo kwa nia hiyo. Yaani tena ni dhambi. Unafaa hata ufugwe. Sasa kufugwe, kukunyia na kukojoa. Mtoto wa shule unaweza tembea naye kwa barabara, mkutane tu, ile heshima sasa idumu. Lakini mtoto wa shule kumguza tu hivi babangu ni kama kuguza ile kitu ya dogi, kale ka kitu ka dogi kale ka susu ka dogi, itakuuma, itakuruza. Kwa hivyo serikali ina jukumu la kufuata wenye wanaharibu masomo ya watoto wadogo. Wasikia mwanangu? Hivi kwamba mtoto wa shule, nikisikia umecheza na mtoto wa shule, mimi tu kama babako nina jukumu la kukufanyia lote lile nitakaloliweza. Maana yake nimekulea kwa heshima, adabu umekuwa nayo. Ijapokuwa sasa wanawake unao kama vile babako alivyokuwa. Kwa hivyo hapo sikulaumu. Kwa hivyo weka bidii. Sasa unasikia weka bidii, katafute msichana wa chivu ule. Unasikia sio huyu amboe hapa anasema eti nimetembea naye. Sasa kutembea naye si kama kutembea. Labda mlikuwa mnaenda sokoni eti. Si ndio? Mwanangu. Sasa unakosa gani? Tutaongea hiyo, tutakuja kuongelea. Tujue penye mlitembea. Labda mlitembea mkaishia kwa guest house, kwa guest. Sasa sijajua. Lakini kama mlikuwa mnatembea kwa barabara haina wasiwasi. Bora tu usicheze na mtoto wa shule. Hiyo naye nimekuambia mwanangu. Wala juu kuna kesho na kuna leo. Nataka kuona ukinawili. Wacha kukaa kama stuli. Hebu shika hii ni kuonyesha jinsi ya kukata. Maana yake unakaa. Mimi najua sana, hata nilienda unaona kuna ile huko. Sasa katika hili huko. Unaona kutengeneza nini? Kitu kama sayari. Hii kitu inakaa tu ikae ikiwezekana. Venye itakuja kufula. Sebuze midhiri itakuja imefika hapa. Ikifika tu hapa hivi, hina itakuwa imefura. Hapa hivi tunakuja kwa kujibana. Kwa kujibana. Sasa ni kitu kama hicho mwanangu nataka. Na sana hizi itafunga njia. Unaona zitavura zote. Zikifunga njia, zikivura kuna wakati kuna design ya kuzichonga. Tunazichonga zinakaa kueleweka. Sasa ni hivi. Nimeshukuru umekuja. Na umekuja na ujumbe mpya wa kudunga. Sasa kudunga si kubaya. Bora usidunge mtoto wa shule. Umeelewa? Narudia, nimesema nini? Kudunga si mbaya. Sadani bora udunge mtoto wa shule kuliko kudunga yule mwenye. Wewe. Unanitania sasa. Umeanza utani. Matani isaki mwanangu. Matani isaki. Ni hivi. Kudunga si mbaya. Ila udunge ng'ombe. Hiyo ni shida. Mtoto wa shule mweke bali kabisa ndio maisha iendelee. Sasa yule wa shule unakuta ni mzuri kuliko yule mwenye unataka. Kabisa, lakini hicho ni chakula kija hivi babangu. Hiyo chakula bado imegoja mchemko. Mtoto kasoma kamaliza chuo. Kishamaliza chuo sasa atoke tu kwa akue raia, ahitimu achukue na kitambulisho. Huyo haisamika kama mwana dada. Lakini kitu moja nakwambia mwanangu. Hii mambo ya kukaa zuzu hivi, unakaa tu zuzu. Hiyo nayo utaacha. Unasikia? Kazi basi hapa kwa barabara nifanyaje? Kazi ya barabara si kwani wewe dereva? Wewe ni makaga. Niombe tu nipate hela nikufikirie gari. Ndio kazi ya barabara. Ama tu kesho asubuhi, amka asubuhi na kifagio, ufagie barabara yote. Utakuwa umefanya kazi. Hakuna sasa kila siku nashinda nikishika majembe hapa kwa shamba. Nini hiyo? Unaona huyu msichana wa chifu. God have mercy upon us. Wewe ni mbaya. Hapana. Chifu afanye alinifanyia. Wakati nyinyi mlikuwa wadogo. Nataka hiyo nayo nilipisie baba. Nataka hiyo nilipisie. Nataka unilipisie bwanangu. Nataka unilipisie. Sasa utafanyaje? Ndio mimi furahi mwanangu. Hiyo kitu nitafanya. Unasikia? Yaani mwaka mimba. Acha. Yaani hapa makovi mwanangu. Unasema mwaka mimba. Mwaka. Hapana, mwaka mimba mwaka mtoto. Unaelewa? Ukifanya hivyo, ndakupea chenye unataka katika hili shamba langu. Bora hata shamba baraha zangu sasa. Manake sasa itakuwa umenimaliza. God have mercy upon us. Kwani nani mkubwa kuliko Mungu? Kwani ulikuwa kwa sana na yeye? Yaani ikiwa wadogo zile vituko shifu alinifanyia, siwezi sema. Ijapokuwa nikikwambia, utaenda tu direct. Hata haita nikikwambia, utaenda tu huko. Kwa boma yako anataka kuwe na kuku. Kwa boma yako anataka kuwe na mbuzi. Yaani sababu tu mbuzi imezaa. Mwanangu, unalipa ushuru. Na ilipia ushuru. Kuku ikizaa nalipia, mayai kita kama inalipia ushuru. Sasa huyu shivu akatuzoea. Sasa ingine hata libidi ikakuja kuku zetu tena tumeshindwa kulipa ushuru. Nifanye nini sasa?
Enda unilipishie mwanangu. Sasa kulipa hiyo ni hivyo sasa mzee. Nimesema hivyo nitafanya. Aje umesema mwaka? Mwaka mimi mwaka mtoto. Aujourd'hui aussi. Hapo tampomeza. Jojo mwanangu.